Hii ni ajali imetokea maeneo ya kwa Mparange baada ya gari ya soda kuacha njia na kuingia katika sheli ya Dovida. Hapa imesababisha maafa makubwa, tukio ambalo limesababisha vingi kuharibika. Abiria aliyekuwa amekaa na dereva hatimaye amevunja mguu, ila dereva amepona. Hili ni tukio lililotokea maeneo ya sheli ya Dovida. Kwa mara ya kwanza Watanzania wameshindwa kunywa soda baada ya kuona ulinzi ni mkubwa. Tukio moja kubwa sana limetokea maeneo ya sheli hapa ya Dovida. Unaambiwa watu walionusurika kugongwa hapa walikuwa ni pamoja na wahudumu wa sheli ya Dovida. Kama unavyoona, hali sio mzuri, hali sio shwari katika sheli ya Dovida. Hali sio mzuri, hali sio shwari. Kiukweli dereva amejitahidi, kaokoa mali mbalimbali na pamoja na watu ambao wangeweza kupoteza maisha katika eneo hili. Kwa hiyo alichofanya ni kuingia katika hii nguzo na kugonga nguzo ili kusimama. Vyanzo vya habari vinasema ni matokeo ya kufeli kwa breki ambayo ilikuwa inampelekea kwenda bondeni kule kwa Mparange moja kwa moja. Kwa hiyo akaamua aingie kwenye nguzo hii ya sheli ya Dovida ili mradi tu kusimama kunusuru maisha ya watu. Ni sheli ya Dovida hii hapa, hii sheli ya Dovida. Davida wanasema yeye Davida. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba alikuwa anaporomoka hivi chini. Gari imefeli, stop zote ziko anazopiga muuni kwa kupiga. Ningepete kwa kwenda kwa watu. Lakini vipi hapa? Kula angeenda kwa watu. Hapo kidogo afadhali. Hajitahidi kuja kupiga huko gari. Angeenda kwa singeua watu kule. Na kama ingenyosha singebidi ipitilize kule kwa angeenda kwa watu kule. Yaani gari ziko zinatoka kule, ziko huko zote zingekuja kuua kule watu. Bwana, sheli kwa kipindi hiki inabidi ifungwe kidogo, huduma zisitofishwe kwa sababu ya huduma ambayo ilikuwa inatokea hapa ilikuwa inasababisha maafa makubwa sana, kugongwa na hii gari ya soda. Tunachoshukuru dereva bwana akapona, ila katika kujinusuru kwake kaenda kumpigiza mtu ambaye alikuwa upande wa pili kama tanboy, na matokeo yake yule bwana akavunja mguu. Ndio shida iliyotokea hapo, lakini dereva yeye mwenyewe kanusurika. Tayari sana. Kule angeteremka kule kutoka kule juu kule. Sasa angekuja kwenda juu, isingekubaliana hapa. Hapo angeimwaga hapo. Kwa hiyo alichofanya akarudi pale tulipokuingia huko, umeelewa? Akaona huko sio, yani kama ndo akija hapa huwezi kuingia kule ule mwendo. Kasi alikuwa naye asingeweza kupanda juu. Ulisimama hapa kama mwendo hujamuona. Ndio tunasema kwa nini kuna siku alikuja hapo kuna nani ya mchanga. Sema tuwezi jua ilikuwa. Tuwezi jua kuna nani ya mchanga. Sasa jamaa alikuja hapo kila kitaka kushuka hamna kitu. Ikabidi afanye nini? Alikuja ngoma ikalala. Ndio hapo angelaza angemwaga pale. Kwa hiyo angemwaga hapo kwa sababu anategemea angekufa na kufa. Kwa kama bora hajaifika kwenye hapo ale amna aliyekufa. Umeelewa? Kipindi anakata yeye anaingia hapa, wewe ulikuwa hauko mbele.
Umeelewa? Au huyu bwana na tukio yake alikuwa hayupo mbele. Ndio maana tunaongea hapa. Unajua ile tukio lilipotokea mimi tuseme kama kwa tukio sisi tumesimama hapa. Kama mimi nilikuwa niko mbele. Ile kama mimi nafika hapa. Ndio nasikia. Tena angalia ni nini? Kama mimi nimeleta mtu abiria hapa chini. Yaani ndio anaisamilisha ajali. Akiona kuja popote na mazuta. Yaani yule mwamba alijenga nguzo. Au mbele mwanangu anakukuta ndio unatoka huko na ingia hii para kukuta hapo. Sasa anakuja kukutana. Sema hizi zangu na mikoani kutengeneza kwenda kwa shati safari kwa hizo ndio sio anarudi. Haya ndio yaliyojiri maeneo ya kwa Mparange katika sheri ya Davida baada ya hii gari kuingia nguzo ya Davida ilipofeli breki. Kwa kifupi, ilikuwa inaelekea maeneo ya bondeni kabisa huko. Ingeweza kufika huko kama dereva asingeweza kujizuia vizuri, basi ingesababisha maafa makubwa kuelekea huko bondeni. Lakini yote dereva ameamua kuingia kwenye hii sheri kujitafutia nusura yake, ndio akaingia hii nguzo ya Davida. Matukio muhimu jioni ya leo maeneo ya Mparange, na ripota wako Achicheboy.